Hapana, usiwadanganye watu. 1 2 3 4 kama mageti manne. Wale ni waongo, tena wale ni mbu wa takataka. Sasa wewe si anatafuta content creator, huyo kashakuwa tajiri. Huyo tayari huyo kawali. Nani wakawa yule? Yule mimi sina bayana, yule ana akili. Pamoja na Rich Media, mbele yako ni Dr. Taz Genius, wao wanamuita the king of medicine, mfalme wa dawa. Huyu ni icon wa waganga pamoja na vijana wote hapa nchini Tanzania, na sio Tanzania peke yake. Habari na upako wa Dr. Taz Genius zimeweza kuvuka mpaka nje ya mipaka ya Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, na sio tu nje ya mipaka ya Tanzania na Afrika kwa ujumla, bali ni dunia nzima, Oman, Saudi Arabia, mpaka kule United States of America. Huyo ni Dr. Taz Genius. Dr. Taz Genius, habari ya kwako? Habari nzuri, habari za kwenu nyinyi pia. Mungu ni mwema, sisi tuko vizuri, na leo tumeweza kukutembelea ili uweze kutuambia mambo mawili matatu kuhusiana na masuala ambayo yamekuwa yakiendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Tumeweza kuona moja kati ya klipu zako, umeweza kuelezea kuhusiana na hawa wanaojiita mashehe. Hawa wanaojiita mashehe wao wamedai ya kwamba wanatoa majini kupitia visomo, lakini wewe umeweza kukanusha vikali sana. Tukaona tuweze kutembelea hapa nyumbani kwako ili uweze kutuambia ni kitu gani ulikuwa unakimaanisha kwenye ile video yako. Namaanisha ukweli. Ina maana ukweli si ndio huo? Dua, kombe huwa hayatoi majini, bali inatuliza majini. Na ndio maana hapa tukizunguka duniani, tuache Tanzania, duniani waliotolewa majini na mashehe au visomo, majini huwa yanapoa na yanarudi. Kwa hiyo ukiniambia dua au visomo au mashehe yanatoa majini, mimi niko hapa tuitwe hata uwanja wa Karume, hicho kitu hakuna. Ila bali mgonjwa anapokuwa anapata nafuu, kwa sababu tatizo lina muda mrefu linamkosesha raha, anaamini limetoka, lakini asilimia kubwa huwa yanarudi. Kwa hiyo kinachoweza kutoa majini ni miti shamba, visomo, dua. Lakini ukiwaambia haya maneno, kwa sababu wako kwenye saiko hiyo, hawawezi kukubaliana na wewe, lakini ndio ukweli uliopo. Naam, kuna baadhi ya mashehe ambao ni maarufu kabisa wamekuwa wakiwaambia Tanzania kwamba ukisoma Surat Jini unawaita majini wazuri, na hao majini wazuri wanaenda wanawatoa majini wabaya. Hili limekaeje? Ina maana wanawadanganya wa Tanzania, ama hizi ni biashara kama biashara zingine? Cha kwanza ujue dini, dua, uganga wote ni biashara. Hata mimi niko kwenye kukusaidia, lakini pia ni biashara. Yale ni maneno ya biashara. Kwa hiyo kama ni maneno ya biashara, tunayachukulia kibiashara, hatuyachukulii active. Ila bali uwezi jua mpaka uwe unajua. Kama mimi uwezi ukaniambia utopolo huo nikakuelewa, ila asiyejua utapomwambia atakuamini. Kwa nini siwezi kukuamini na watu walioamka kiakili na waliopita hawawezi kukubali? Dr. Taz Genius, unataka kumwambia mtazamaji wa Bongo na G24 pamoja na Rich Media ya kwamba hakuna dua yoyote ile ambayo inaweza ikamtoa jini? Hakuna. Na hata dunia tulionayo, hata hawa mashehe, hakuna mwenye dua ya maana. Wengi ni njaa, kwa sababu wanajua kusoma Kiarabu, wanaamini wanaweza wakampigia mtu dua. Unautapia mlo, unadaiwa, umezulumu, umetoka kufanya dhambi, hiyo dua yako Mungu hawezi kuisikia. Ila bali tunaamanishwa na watu ambao wanatafuta riziki. Na kama unavyojua katika falsafa za binadamu, kila anatafuta riziki uvutia upande wake na maneno matamu ya kukuraghai. Naam, umeweza kutuambia vizuri na umetueleza vizuri kabisa. Naomba uambie watazamaji wako, ipi ni njia sahihi ya kuweza kumuondoa jini? Maana watu wengi wamekuwa wakisumbuliwa na haya mambo. Wape elimu kidogo, ni njia gani sahihi ambayo wanaweza kuitumia kuweza kumuondoa jini? Cha kwanza, lazima uwe na elimu ya majini. Elimu ya majini nikimaanisha sio kusoma. Ujue yule jini unayemtoa, katika wewe unayemtoa na ambaye yupo kati yenu nani mwenye uwezo? Kwa sababu jini viumbe asilimia kubwa ni waongo, na katika mwili wa binadamu kunaweza kukawa na viumbe wazuri na wabaya wakawepo.
akaja kiumbe mbaya akapanda akasema yeye ni jini wako, wewe ukiwa una elimu au uwezo wa kujua yule kiumbe anakudanganya, utaamini na utafata. Na ndio maana katika mwingi wa kujitafuta wengi wamenunurishwa pete, wameenda wamechukua chamu, wamefanya matambiko ya majini, lakini mpaka leo wanahangaika. Kwa hiyo hivyo vitu vinahitaji elimu, na elimu utaijua vipi? Ni kujua kile unachopambana nacho kina uwezo gani na njia ipi ya kufanya. Wengi hawana elimu na hawajui njia za kutoa majini, bali wanapoza majini. Majini ukimpoza ipo, kwa sababu wengine wanatumia hata fusho kali, fusho chafu kwa ajili tu ya kupandisha kile kiumbe, na wakati ule kukupa dawa utumie, zikishaisha zile dawa yule jini anarudi. Ndivyo wengi wanavyofanya. Kumtoa jini ni lazima ujue kuna miti inaitwa mpasupasu, mkaratusi, mbondabonda, mlia saba. Hiyo ndio miti inayotoa majini. Lakini leo mashehe au waganga wengi hawajui hiyo miti, hawajui, labda wanaujua mkaratusi tu, hiyo miti hawajui. Sasa utasemaje unaweza kumtoa jini? Naam dokta, umetuambia vizuri kabisa na umeweza kumwambia mtazamaji wako, na umeweza kusema kwamba majini ni waongo. Kuna mtu yupo nyumbani saizi anakutazama, anaweza akawa na jini na asijue kwamba yeye ana jini. Sasa ni kitu gani ambacho mtu akikiona ama akikihisi kwenye maisha yake ama mwili wake atambue kwamba kuna jini ambaye anamkwamisha kwenye mambo yake? Majini ni wengi na majini wako design nyingi, lakini majini wakorofi wanaowasumbua watu, kuna majini wakorofi kama watatu. Kuna jini Raruz, ambaye Raruz maana yake mashairi ya wajini na mimi siwapagi kodi wala waganga. Alafu kuna jini anaitwa jini Ashki. Utasikia mtu anakuambia jini Maaba. Kuna jini anaitwa Maaba, yule anaitwa jini Ashki, au kwa jina lepesi jini Mharibifu. Alafu kuna jini anaitwa Roroza. Roroza unajua, hayo ndio majini makorofi. Lakini yule jini Ashki ndio jini mkubwa, kwa sababu huwa anapenda kuwa karibu na watu, na kosa lake yule jini akimpenda mtu anakaa ndani yake. Na maana ya yule jini ndio maana anakuwa ni mbaya, kwamba unachokitaka wewe yule jini hataki, ila anachokitaka wewe kwako inakuwa ni tatizo katika maisha yako. Kwa hiyo lazima uelewe ni jini gani ambaye huyo mtu anaye. Dr. Charles Genius, tutoke hapo, tumeweza kuwazungumzia mashehe, lakini hapo hapo kuna hawa wanaojiita wachungaji pamoja na manabii. Wamekuwa wakifanya vitu ambavyo kiuhalisia havionekani kama ni vitu vya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuna baadhi ya manabii wamekuwa wakichukua nywele za waumini wao, lakini pia inasadikika, na hizi ni za ndani ambazo tumeweza kuzipata, ni kwamba kuna wengine wanachukua mpaka nywele za sehemu za siri. Sasa kwa watu ambao mnajua mambo kama nyinyi, hii kitaalamu ikoje? Mtu ambavyo anachukua nywele zako na anaweza kuchukua nywele za sehemu za siri, hawezi kuiba nyota yako kwa kutumia hizo nywele? Lazima ujue cha kwanza, manabii, maprofeti, wachungaji wote ni waganga, ila wameacha kipengele kidogo kwa kutumia kivuli cha Mungu, lakini mambo yote yanayofanywa ni ya uganga. Karne tulionayo hakuna mchungaji wala nabii mwenye miujiza. Ule ni uchawi mzito au uchawi baridi unaotumika kukulevya au kukupindaza au kukupandisha. Kama mfano unavyotengeneza mafuta, unaweka makali, ukimfanyia tu hivi yule jini anapanda. Hakuna Tanzania hii mchungaji au nabii mwenye miujiza. Ukiona hivyo huyo ni mganga, ila hawezi kukwambia ni mganga, atakwambia zile ni nguvu za Mungu. Hakuna, huo ni uongo. Ila hizi ni imani. Imani zina fumbo kubwa. Wewe huwezi kunielewa kama umeshalishwa imani, lakini mimi najua imani hiyo uliyolishwa ni imani ya kupumbaza wewe endelee kuwa mjinga, ambalo mimi siwezi kukusapoti. Dr. Charles Genius, tumeweza kuona wasomi, matajiri wakubwa na watu mbalimbali wanaenda na kutembelea nyumba hizo za ibada ambazo wewe unasema kwamba wanalishwa imani. Wewe unavyoona hawa watu hawajitambui ama ndio uchawi unaozungumzia? Neno imani ni bayana ya vitu visivyoonekana katika ulimwengu wa macho, lakini tunaona ushuhuda, watu wanapona. Ushuhuda
mimi nina shuhuda, nikisema hapa na Manzese zinafika. Ushuhuda iko hivi, wao ni waganga. Sasa mganga gani anakosa shuhuda? Dokta, watu wanasema walikuwa wanarogwa, walikuwa hawana fedha, lakini mara baada ya kufika kwenye hizo nyumba za ibada, maisha yao yanabadilika, wanakuwa wana maisha mazuri. Na sio mtu mmoja, ni watu wengi. Unataka kuniambia hao wachungaji wanafanya kazi nzito ya kutengeneza hizo shuhuda zote? Kwani sisi waganga hatutoi vitu vizuri? Hatuwatilii watu wakirogwa? Wale wachungaji na profeti ni waganga. Usipojua wewe ni kwamba wao wamekaa kwenye lengo ya kumsema Mungu ambaye hata mganga pia anamtumia, ila sisi tunatunguli. Wao wanatumia vitabu na maneno yaliyotungwa enzi za baribara. Sasa sinaona saiko, yani elimu hii mpaka uwe mwenye elimu kichwani na psycho sense examined ndio utatuelewa. Ila huwezi kuelewa ukiwa kama akili yako ni mizani. Tupe elimu kidogo Dr. Elimu ninayokupa amini mpaka dunia inapinduka. Wallahi na hapa na mizimu yote na hizi media, maprofeti wachungaji wote ni waganga. Na ndio maana ninapenda IPM, uganga wake anauweka wazi. Na ndio maana hata wale wachungaji wengine na profeti wanatakiwa uganga wao wauweke wazi. Anakuambia tunafanya kafara, tunachinja. Yule ni mganga ambaye kaona kwa Wakristo ni watu walinga wa kulanganywa, ni rahisi kulishwa matangopoli na iliko kwenye hela, na pia yuko. Kwa hiyo anavuna fedha, anavuna maisha. Na ndio maana ukitaka uwe tajiri, ukitaka kuwa tajiri, jifanye mchungaji. Ukienda kwa Waislamu watakushtukia. Jifanye mchungaji au profeti, njoo kwa Wakristo. Wakristo ni watu wa imani za ajabu, yani hata imani kidogo wenyewe wanajia kwenye mifumo. Kwa hiyo hapo utapata pesa. Kwa hiyo hawa wote ni waganga, ila uganga wao una cycle. Ngoja nikupe mfano ndugu mwandishi. Hii ni Rich Media 24 TV, si ndio? Hizi zote ni online. Lakini leo unaona ziko tofauti. Lakini hii yote ni nini? Online. Sasa online hii inategemea wewe unaenda Mbagala, wewe unaenda Kisule, wewe unaenda Mzizima, sawa? Lakini zote ni online media. Online media. Ila sasa siwezi kuiongelea G24 TV wakati wewe ni Rich Media au Bongo Media, kwa hiyo utajiongelea wewe, sawa? Kwa hiyo hao wanaongelea upande wao, kwa sababu kuna vitu vilitengenezwa vya kukontrol dunia na ujanja, ila hao wote ni waganga. Hawa wote ni waganga. Dokta, ni vitu gani hivyo ambavyo vilitengenezwa kwa ajili ya kucontrol dunia? Na umeweza kutuambia enzi za barabara. Sijaelewa vizuri hiyo kauli yako. Mpe elimu mtazamaji. Hivi vitu vinaendaje? Mpaka uwe mfalsafa na uwe unajua mambo ya ulimwengu fulani. Kucontrol vitu ni hivi. Nikupe mfano mzuri. Vitabu vyote unavyoona vya dini vimefanywa marudio ya machapisho. Ulikuwa unajua ujui? Nilikuwa nalifahamu. Kama ni machapisho, unaweza ukajiuliza kwa akili ya darasa la pili, kwa nini yalifanywa marekebisho? Unaweza ukanijibu. Na inasemekana kwamba kuna baadhi ya maandiko yaliweza kuondolewa kwenye hayo marekebisho ambayo. Sasa ukiwa na akili ya darasa la pili, hayo maandiko ndio yenye ukweli. Yale yaliyokuwa yanaweza yakakupa mwanga yaliondolewa yakarekebishwa. Lazima uelewe. Dokta, kwa mantiki hiyo nataka kuniambia kwamba hayo maandiko sasa ndio yaliyotengenezwa kwa ajili ya kucontrol dunia. Kumbuka dunia ina serikali. Dunia pia ina watu wamekaa kucontrol watu, si ndio? Kwa hiyo kama wakiwaachia mkajumuika katika vikundi, mkajua siri za ulimwengu, hakuna anaweza kukuendesha au ukawa maskini. Kwa hiyo kuna vitu lazima usetiwe. Hapo Dr. Taz Genius, mimi nimekuwa nikikufuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii, hususa ni Instagram. Naona umeweza kuanzisha kampuni ya kuwafungulia vijana njia. Hem, tuelezee. Usiseme kampuni, kampeni. Sema chama. Au sema nikwambie nyumba mbali. Genius Hood. Ni watu wenye upendeleo, wenye kuhitaji na kuamini katika ulimwengu na kuamini katika maisha yasiyo na umaskini. Ujaelete uteseke, sema kwa sababu umefungwa na umeweza kukontroliwa. Unaamini wewe ni maskini, uwezi kufanya unayowaona wengine wakifanya. Kwa hiyo mimi ndio nafungua njia na ninakufumbua macho yako yaone. Sio yaone kwenye macho ya kawaida, yaone mpaka kwenye ulimwengu wa leo. Huko ndo ambako
utakuwa unatupa hizo siri ambazo umekuwa ukizungumza hapa? Hizo siri zitatoka, na ndio maana kwenye grupu langu sio hivyo tu. Grupu sio la leo hili. Sema sasa kwa sababu ninapendwa, ninakubalika, kuna vitu naviongezea. Naomba nikuulize swali moja hapo kwenye usiulize swali moja, uliza maswali 10. Okay. Dr. Taz Genius, kwenye hayo magrupu yako unahitaji watu maskini, matajiri ama watu wa rika zote? Tunahitaji watu wenye akili ya kitajiri, hatuhitaji wa maskini wenye akili ya kimaskini. Nimeuliza swali hilo kwa sababu nimeweza kuona ada ya kiingilio kidogo imenishtua kidogo, kwa sababu si kiasi kidogo. Hilo limekaaje? Hilo limekaa vizuri, na ndio maana ada inapokuwa kubwa, ulio ndani napo kuna vitu vikubwa. Sisi hatufungui magrupu kwa ajili ya kuteta umbea, ya kuchati kama message za mapenzi. Tunafungua magrupu au chama kwa ajili ya watu wengine wainuke kutoka hatua moja kwenda nyingine. Hatuamini katika umaskini kabisa, na ndio maana unaniona mimi ni mjanga, niko tofauti na wengine. Si unaniona? Icon kabisa. Icon kabisa, na sio najisifu. Ulivyokuja umevuka mageti mangapi? Mageti takriban 7. Hapana, usiwadanganye watu. 1 2 3 4 kama mageti 4. Sawa? Lakini je, ukienda kwa mjanga mwenye akili ya kimaskini atakwambia mjanga mjangi. Unaamini kwamba hao ni wapumbavu na wanatakiwa tupitishe sheria ya kuwanyonga? Hiyo ni ngumu kidogo. Wale waganga wote wanasema mjanga mjangi inatakiwa ipite sheria ya kuwanyonga, kwa sababu ni matapeli, ni mbwa takataka. Kama mjanga mjangi, dawa unazompa mteja wewe huwezi kutumia. Labda ni majini yanakataza hayo mambo. Hakuna jini anayependa shida. Jini wanamiliki fedha na mali. Je, wewe wanayekutumia wanataka wewe maskini au ni mbwa takataka matapeli wa mitandao? Dr. Taz Genius, umezungumza vizuri kabisa. Ukiachana na hiyo kampeni ya Genius Route, mbele yangu naona kuna udi umeandikwa hasadi. Waelezee kidogo Watanzania kuhusiana udi hasadi na pamoja na mafuta. Ni vitu ambavyo ukiona na vitangaza ni vitu ambavyo vinatenda kazi. Mafuta yanasaidia mtu mwenye malwani, uchawi, nuksi inaondoka. Lakini hata ukiwasha udi wake unasikia kabisa kwamba uko na kitu. Lakini pia hata sabuni. Hizi sabuni ni za dawa. Umeona hii? Hii hata masuala ya ngozi inasaidia. Inasaidia mambo mengi. Hata ukinusa unasikia hii ni dawa kweli. Kwa hiyo hivi vitu ukiona viko hapa vinauzwa na vinawasaidia watu wengine kwa kupitia mimi. Mtanzania anayekutazama endapo anahitaji udi huo anaupataje? Anaupata kwa kupiga simu ofisini, rejareja inauzwa, jumla inauzwa, hata akitaka container nzima. Lakini pia kama ni mwaminifu hata kukopeshwa atakopeshwa. Lakini pia kama hana hela na ana matatizo atapewa bure, akipata ataleta. Naam, Dr. Taz Genius umeweza kuzungumza mengi. Sasa tuweze kutoka kwenye hiyo engo tuingie kwenye engo nyingine. Tumeweza kuona kwenye mitandao ya kijamii kuna clip ambayo inazunguka ikimuonesha Chidi Benz akiweza kumkumbatia rafiki yake na Diamond Platinum. Yeye anajiita kwa jina la Noeli. Huyu jamaa anaonekana kama yeye ni shoga. Sasa Dudu Baya ambaye huyu amekuwa ni mtu ambaye ana ugomvi mkubwa sana na Chidi Benz, ameweza kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, anasema ya kwamba mkemia mkuu inatakiwa aweze kumchunguza Chidi Benz. Ana mashaka na Chidi Benz. Inawezekana kwa mujibu wa Dudu Baya yeye anafikiria kwamba Chidi Benz kuna namna gani vipi ameweza ku left group. Hili Dr. Taz Genius unalizungumziaje? Au ndo akili za Dudu Baya ameshakunywa pombe na ameweza kuvuta bangi zake kama ambavyo umekuwa ukisema kwenye baadhi ya interview? Sasa masuala ya Noeli, masuala ya maisha ya mtu siwezi kuingilia, kwa sababu huyo Noeli kwanza mimi simjui. Noeli ni nani? Anamvalisha Diamond. Yukoje? Ni shoga? Ana muonekano wa kishoga. Sina uhakika, siwezi kuongea. Ila kama ni shoga, hayo ni maisha yake. Wazazi wake ndio wanatakiwa wamhukumu. Alafu pia kama ni Chidi Benz ni shoga, kwani shoga hawezi kuongea na mtu? Wenda shoga lakini ana mipango, ile mipango inamvusha Chidi Benz. Kwa hiyo hayo maisha ya watu mimi siwezi kuyaingilia, kwa sababu sioni sababu ya kuyaongea, kwa sababu sio saiko yangu hiyo. Ila Dudu Baya ndi mnyake Ivanti Visungula, kwa hiyo ni mwenda wazimu. Hawezi kuongea neno katika nchi kazizima kwa sababu hana point. Lakini akiongea point tutamsupport. Dokta, mtazamo wako kwenye haya maswala
masuala ya ushoga, wewe kama Dr. Taz Genius, the king of medicine, una mtazamo gani? Kila mtu anapambana na msala wake na maisha yake. Mimi mtoto wangu nitaumiza kichwa, nitaumia nikisikia mwanangu kawa shoga. Hapo nitakesha usiku na mchana, hata simu nitamwekea. Ila shoga wa kwako, wa mtu mwingine, wa baba mwingine, inanihusu nini? Si maisha yake. Mimi naumia na kitu gani? Aibu kwao, sio ya kwangu, ni maisha ya kwao, na si ainihusu. Na mimi sijaja duniani kukemea ushoga, wala mimi nimekuja duniani kuongea ukweli na kuangalia kizazi changu. Ushoga wa kwake, maisha ya kwake, matako ya kwake, mimi naumia nini? Kiufupi unaweza kusema kwamba ushoga kwako unaukataa endapo utauona kwa mtoto wako, lakini kwa mtu mwingine wewe hilo halikuhusu. Alihusu. Sijaja duniani kulinda familia za wengine. Lazima tuwe active, tuwe wa kweli, tuwe wa kweli. Mimi nimekuja kulinda familia yangu, nimekuja kulinda saiko yangu. Haya kawa shoga, mimi ni Nabii Yusufu Isa, ninaweza nikafanya miujiza asiye shoga wakati tayari ni shoga. Haya, mimi nina kinachoniuliza ni nini? Mimi I need some money, nina bili na hela. Au mashoga sitaki hata kujua. Na ndio hata ulivyosema na mimi nilikuwa simjui. Unavyoniambia Diamond mwenyewe simfuatilii. Kwa hiyo hata unavyoniambia amemvalisha, nikitoka hapa nitagugo Noeli ni nani? Na simjui. Ushua sio masuala mtoni hiyo. Simjui kwa sababu hata huyo si Mondi. Labda of course sina muda wa kufuatilia. Sifuatilii. Lakini daktari anasema mtoto wa mwenzio ni sawa sana mtoto wako. Hayo ni neno ya wahenga. Mtoto wa mwenzio ni mwenzio, mtoto wa kwako ni wa kwako. Kinachotakiwa usiharibu taratibu za nchi. Sasa mtoto wa mwenzio kawa shoga, wewe ni nani unaweza ukabadilisha? Wewe ni Yesu mtume au Nabii Isa, unaweza ukasema ukaikamiliza ndio ukaisha kuwa. Wewe unasumbuka na nini? Acha mhusika asumbuke. Kila kondoo atafungwa kamba yake na atasafiri urefu wa mita zake. Dr. Taz Genius, tukitoka hapo, kuna moja kati ya matukio ambayo naweza kusema yameweza kutingisha Afrika nzima. Kuna binti mmoja ambaye alikuwa anasadikika ana miaka 31. Binti huyo anatokea nchini South Africa. Kwa bahati mbaya binti huyo aliweza kukutana kimwili na raia wa kigeni. Mara baada tu ya kuweza kukutana kimwili na raia hiyo, binti huyo aliweza kuzeeka papo hapo. Miaka 31, lakini anaonekana kama ni mtu ambaye ni mzee sana. Nikasema nikuulize Dr. Taz Genius, wewe unajua mambo mengi, umeishi kwenye hii tasnia ya kutibia watu muda mrefu sana. Huenda kisa kama hicho ulishawahi kukutana nacho, ama unaweza ukatupa majibu sisi ambao hatuna ujuzi wa mambo. Kwako dokta. Wale ni waongo, tena wale ni mbwa takataka. Yule binti kuzeeka wanashindwa kusema ukweli. Ile ni laana mshituzur, sawa, ambayo inakuwepo katika vizazi Kisii, Ghana, Niger. Na laana ile hutokea miaka baada ya miaka. Ila sasa wakiweka vitu wazi, yale maagano au ukoo utabaki uchi. Kwa hiyo wanatumia triki. Wewe kwa akili yako uliamini? Kwangu mimi, kwa kuwa sifahamu, sio mjuzi wa mambo, niliamini, nikasema nimtembelee Dr. Taz Genius ili aweze kunifungua akili yangu, kwa sababu yeye ni mjuzi wa mambo. Zile ni laana fulani ambazo zipo, hatuwezi kuziongea kwenye media, sio nzuri, zinakuaga katika koo fulani ambazo nimekutajia humo. Ule ni uongo. Wale ulitakiwa kamata weka ndani. Wamewadanganya wa Tanzania. Hapo pia nimeona mpaka rais kadanganywa. Rais si alienda kumsalimia. Sasa hata rais kweli hakuna aliyekamilika mpaka rais kaenda, yani kwamba wamedanganywa mpaka na rais. Sasa wewe kinachofanyika ni siri, kwa hiyo kile hakiwezi kuwekwa wazi. Ukiambiwa huyo mgeni aliyetembea naye hawezi kumuonyesha, alimuonyesha? Hajaonyeshwa kabisa. Alionyeshwa? Hapana kabisa. Hajaonyeshwa. Sasa wewe mtu mpaka unatembea naye, kwa sababu of course kama labda kanunua, si walikuwa katika mahusiano? Ushinde kuwa hata na picha yake, ushinde kujua jina lake, ushinde kumjua. Acheni mambo haya bana. Hii dunia inatakiwa sasa tuwe wa kweli, tusiwe waongo kwenye media kutengeneza content ambazo hazina ukweli. Ile ni laana yako, na yale malaana huwa yanatokea kwa vitu fulani, siwezi kuviongea, ila tukimaliza nje ya kamera nitakwambia yapo yanatokea. Dokta, inasadikika kuna mchungaji hapa Tanzania ameweza kutuma mafuta yake yaende kumponya
yule binti. Hilo limekaeni. Huyo mchungaji ni mbwa takataka, anatafuta content creator. Huyo ni content creator mchungaji. Huyo ni mbwa takataka, ni muongo. Sasa wewe usiseme mchungaji, ndio nasema wachungaji ni waganga. Sawa? Sema mganga alituma mafuta. Hatukatai mafuta yake anaweza kumsaidia, ila Tanzania hamna mchungaji, hao wote ni waganga. Mimi niambia mchungaji nakataa. Wale waganga wanaotumia neno la Mungu, hapo nitakubali. Na wale wanatafuta content creator, hao mafuta yanamsaidia. Of course bado yuko vile. Bado yuko vile vile. Sasa bado huyo mchungaji alikuwa anatafuta njia ongelewe. Huyo ni mbwa takataka. Ni mchungaji gani huyo? Kawe. Sasa yeye anatafuta content creator, huyo kashakuwa tajiri. Huyo tayari huyo kawali. Nani wakawa yule mimi sina bayana, yule ana akili. Na kashakuwa milionea safi sana. Kawakusanya makondo wake wa Bwana, kawajaza kwenye mifumo na tayari milionea nao. Kawajaza kwenye mifumo? Kawajaza kwenye mifumo. Naona mafuta, maji pale. Sasa hiyo kazi ya mtu singili, mimi napongeza. Anatafuta vizuri. Amefungua na kampuni kabisa la maji. Kabisa, ndio vizuri. Asifungue na kampuni, apewe kabisa mpaka bandari aiongoze. Kwa hiyo nataka kusema kwamba ile kauli inayosema ya kwamba cha mjinga kitaliwa na mjinga. Wale si wajinga, yule ni mjanga. Sawa? Wanamwamini yule mjanga kama tunavyoaminiwa sisi. Yule mjanga yule ana watu wengi. Kwa hiyo mjanga yule acha apate hela, sina roho mbaya. Acha apate hela. Mganga? Mjanga. Ni mjanga. Mchungaji Tanzania yote au prophet yote ni waganga. Mimi nashinda kujua ukweli. Wale ni waganga huyu. Dokta, unataka kusema kwamba Tanzania nzima hakuna wachungaji? Hakuna wachungaji, sio Tanzania, duniani. Tena waganga wakali wako Nigeria mpaka Ghana. Anakuacha niuliza. Wale wote wanajiita maprofeti au wachungaji, wanavuka na mbwembwe mpaka maprofeti, ila wanapata hela. Ongela hao, tuwapongeze wanapambana. Swali la mwisho Dr. Taz Junior. Sio la mwisho, hata saba unaulizwa. Hii ni kompyuta. Muda. Asante. Okay. Umeweza kuzungumza mambo mengi sana. Lakini safari hii saa hizi tunavyozungumza, kuna kijana anaweza akawa anakutazama na of course anahangaika kuweza kutafuta maisha. Kwa mujibu wako wewe, umesema kitambo kwenye tasnia na ushaji seti kitambo. Unamshauri nini kijana huyu ambaye anahitaji na yeye angalau aweze kuendesha maisha yake, na yeye japo aweze kununua hata gari aina ya Subaru? Unakosea. Kwanza gari si pesa, afu gari sio utajiri. Mbona bado wa Tanzania umelala? Dr. Taz Junior, niambie, nisikilize wewe kijana, nikufahamishe mwandishi. Gari sio fedha. Niambie kijana wa Mtanzania, kijana Mtanzania ni mshauri, anapopata fedha aanzishe investment ambazo ni kampuni, aanzishe miradi ya kumuingizia fedha. Gari ni takataka. Gari si kama simu. Hayo mimi siwezi kumshauri anunue gari. Nitamshauri apambane, afanye kazi, aamini, na anachokipata akiwekeze kwenye ardhi. Ndio ushauri naweza kumpa. Dr. Taz Junior, mtu kama ana pesa, hana pesa kabisa, atawezaje kuafford gari? Gari hata mkopo una milioni 5 nikakuchukulia gari ya milioni 25 alafu utalipa kidogo kidogo. Hiyo milioni 5 mimi sina. Milioni 5 ni kima kidogo ninachokuambia, ndio hiyo gari haina thamani. Usiniambie vitu ambavyo ni easy, ambavyo naweza nikapiga simu nikaletewa. Niambie vitu vya malengo ya maisha. Kwa sababu ukijenga leo ukiwa hata na vyumba vyako 6 utakula kodi. Gari unaweza ukala kodi. Hasara tu mafuta. Sasa unasemaje kitu ambacho hakina msingi? Yaani niambie kitu cha kumshauri. Siwezi kumshauri kijana wa Tanzania. Nitamshauri kijana wa Tanzania akipata hela afungue kampuni ya matofali, hayaozi, hayaharibiki. Tutakuja kununua wajenzi, tutajenga, atapata hela naye atajenga ya kwake. Utakuja kununua uweze kujenga nyumba yako ambayo kuna moja sio mimi tu ulisema kwamba una ndoto ya kujenga jumba pale Masaki. Yaani sio nyumba, hicho kiwanja tu ni bilioni ngapi? Bilioni 3 bado hujajenga. Ndio ndoto zangu ninazoishi nazo. Pale alipo Maulidi wa Kitenge, na hisi Maulidi wa Kitenge aliwahi. Sasa pale saizi kupata tukieneo ni bilioni 3. Mimi nina ndoto za kukaa pale, kwa sababu ninaamini na hiyo sio issue, nitafika. Mtazamaji wa Bongo na G24 pamoja na Rich Media, huyo ni Dr. Taz Junior, anamaliza kama hivyo. Kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami presenter wako siku zote Rich Mo TZ. Cha msingi tu usisahau kusubscribe channel ya Bongo 9 Rich Media pamoja na G24. Nyuma ya kamera yupo Rich the Billionaire
The Billionaire Love, na bila kumsahau Abu Mamalula aka Baba Naila. Mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri kama haya.